Kabla hajakosea alikuwa Edeni. Lakini baada ya kukosea, Edeni kulikuwa na nini? Edeni kulikuwa na matunda ya kila aina. Edeni kulikuwa na maisha mazuri. Edeni kulikuwa na shohamu, kulikuwa na bedola, kulikuwa na zumaridi, kulikuwa na aina yote ya madini. Maana yake alikuwa juu ya utajiri wote. Lakini alipokosea, alipopoteza nafasi yake ya kiroho, akaondolewa Edeni. Aliondolewa Edeni, maana yake ukifeli kwenye ulimwengu wa roho, unaondoka pia na kwenye mafanikio yako ya kimwili. Amina. Mnanielewa tumishi wa Mungu? Na baada ya kuondoka kwa yale mafanikio ya kimwili, Ibilisi na shetani ndio akamiliki. Ndio maana Yesu akasema hivi, shetani ni mkuu wa ulimwengu. Hakuwa mkuu wa ulimwengu kabla, alikabidhiwa ukuu kwa sababu ya nani? Adamu alifanyaje? Alikosea. Bwana Yesu asifiwe sana. Mpaka hapo tuko pamoja? Wangapi tuko pamoja? Wangapi tuko pamoja? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo akashifti mamlaka yake ikawa chini ya Mungu. Sasa Mungu akawa hana namna ya kumjia mwanadamu kirahisi. Hana namna ya kumjia tena mwanadamu kirahisi. Na hata akimjia anamjia kwa namna ya kumsaidia. Lakini kuna vitu Mungu alikuwa hawezi kufanya tena na mwanadamu. Hawezi tena kumfanikisha. Maana baada ya ulimwambia miiba na michongoma itapotea. Maana yake adui atakuja, utaishi maisha magumu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa baada ya hapo Biblia anasema kwenye kitabu kile cha Efeso, anasema sisi wote tulikuwa wafu kwa sababu ya makosa. Maana yake kiroho tulikuwa tumetenganishwa na ile nguvu inayotufanikisha. Sasa sikiliza sasa. Baadaye Mungu akawa anatafuta ni namna gani nitakapomrudisha mwanadamu tena kwenye ile nafasi yake ya kiroho ili aweze kupata nafasi yake ya kimwili. Ni namna gani nitakapoweza kumrudishia nafasi yake ya kiroho ili niweze kutawala pamoja naye, ili aweze kurejeshewa tena utajiri wake na heshima yake ambayo alikuwa ameipoteza hapo kwanza. Ndipo Biblia inasema kwenye kitabu kile cha Mathayo cha Yohana sura ile ya 15, sura ile ya 3 mstari wa 16, anasema kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae pekee. Sasa nadhani kuonyesha alipomtoa mwanae pekee alikuja kwa nafasi ya Adamu wa pili. Sema Adamu wa pili. Maana yake kizazi cha Adamu kilikuwa under control, kilikuwa chini ya utawala wa nani? Watu. Maana yake hakuna mtu alikuwa anaweza akamove akafanya mambo yakaenda bila kufanya makubaliano. Haifanya makubaliano na shetani. Ndio maana unasikia kuna watu wana utajiri, wana mafanikio, wameenda kwa shetani. Shetani hajawahi kuwa na hela. Ukiona shetani ana hela, alikunyang'anya wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani ukiona kuna mtu yuko jirani na wewe, halafu anashika hela na unajua kabisa anaabudu shetani na mpa hela, unajua kwamba alipewa hela zako. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa Yesu alipokuja, alikuja ili ainue kizazi kitakachotawala na Mungu duniani. Ndio maana Yesu anasema njooni kwangu ninyi nyote msumbukao. Sehemu nyingine anasema kaeni ndani yangu nami ndani yenu, maana pasipo mimi ninyi hamwezi kufanya kitu chochote. Sasa Yesu ni nani na Adamu ni nani? Adamu alishindwa, lakini Yesu alishinda vita ya kiroho. Baada ya mwanadamu kushindwa, Yesu Kristo kwa kufa kwake na kufufuka kwake alishinda vita ya kiroho, na akashinda mwilini na akashinda roho. Na baada ya kushinda akasema hivi, mimi Yesu ndiye pekee. Wengine wote kuanzia manabii na mitume unaowajua kwenye Biblia, wote walipigana vita na shetani na wakafeli, lakini Yesu Kristo peke yake aliibuka kidedea. Kwa hiyo akapewa nafasi. Naomba nisikilize, naomba ukashangilia na unaelewa. Yesu peke yake akaibuka kidedea. Yaani katika wanadamu wote, Yesu pekee ndiye aliyeshinda vita ya kiroho, akawa mkuu kwenye ulimwengu wa roho, akaketishwa mkono wa kuume wa Mungu Baba.
asifiwe sana. Kwa hiyo sasa, ili wewe uweze kufanikiwa kimungu, ili wewe uweze kushinda vita kimungu, ili wewe uweze kufanikiwa, lazima ukae ndani ya Yesu na Yesu akae ndani yako. Kwa nini ukae ndani ya Yesu na Yesu akae ndani yako? Kwa sababu yeye peke yake ndiye aliyeshinda, aliyemshinda yule aliyemshinda babu yako wa kwanza, anaitwa Yesu Kristo. Wakati jirani yako mwambie, Yesu alisema hivi, pasipo mimi ninyi hamwezi kufanya neno lolote. Hili andiko sio la kimwili, hili andiko ni la kiroho. Maana yake aliyeshinda kwa 100% kwenye ulimwengu wa roho, akamgaragiza shetani, akampiga shetani mpaka akawa flat, ni Yesu peke yake. Akasimama juu yake, alafu akasema, sasa sikiliza, anayetaka kumshinda huyu, anayetaka kufanikiwa, anayetaka kushinda, haje kwangu, na mtu yoyote atakayekuja kwangu, huyo atazaa na huyo atafanikiwa, na huyo hakuna mamlaka atakayozuia. Bwana Yesu asifiwe. Na sehemu nyingine akaongea, akasema, nimewapa amri ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote. Alikuwa na maana kitu gani? Anasema hivi, mimi nilimshinda huyo adui kwanza. Kwa hiyo huyo mtu anayekuja kwa mimi anaweza akamkanyaga shetani mahali popote, anaweza akatawala mahali popote, anaweza akashinda vita yake mahali popote. Bwana Yesu asifiwe sana. Hakuna mtu yoyote anayeweza kushinda vita ya kiroho, labda uungane na shetani. Kama unataka kushinda vita ya kiroho na upate kufanikiwa kimungu, lazima umkubali Yesu Kristo. Kwa nini umkubali Yesu Kristo? Baada ya Adamu kukosea, akamkabidhi shetani kila kitu. Yesu Kristo ndiye alishinda, na baada ya kushinda akaketisha mkono wa kuume wa Mungu Baba. Sasa hapa ndio naweka utangulizi. Amina. Nataka nikupate kidogo, maana kuna wengine wanakuja kanisani lakini hawajui uweza wa jina la Yesu kwenye ulimwengu wa roho. Na wakati mwingine kuna vita zinakushinda za kijinga, yaani kuna vita zingine zinakushinda za kijinga, kwa sababu ufahamu wako haujaelewa ni Yesu ni nani kwenye ulimwengu wa roho. Kama ungejua Yesu ni nani unajua kuna sehemu nyingine anasema jifunzeni kwangu. Anasema jioni kwangu ninyi wote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo ya dhambi. Anasema jifunzeni kwangu, jitieni nira yangu, kwa kuwa mimi ni mnyenyekevu na mpole. Anasema njooni kwangu. Kwa nini Yesu aseme njooni kwangu? Hasemi tu njooni kwangu, anasema njooni kwangu. Anajaribu kusema hivi, anajaribu kukuambia hivi, mimi nilishakushinda wewe anayekutesa. Ukitaka kumshinda kirahisi, weka ndani yangu. Ukitaka kushinda hiyo vita yako ya kiroho, unayetaka kumsoma mpaka umuelewe Yesu. Ukitaka kushinda vita yako, msome Yesu na umjue. Amina. Hebu nisaidie jirani yako, mwambie ukitaka kushinda hiyo vita yako, msome Yesu na umuelewe. Kabla hujamsoma Yesu na kumuelewa, hauwezi kushinda vita. Nisikilize nikwambie, kuwa na degree ni salama kabisa. Mimi naipenda. Haleluya. Kuwa na masters ni safi kabisa. Kuwa na fedha ni safi kabisa. Lakini fedha haikushindi vita ya kiroho, wala elimu haikushindi vita ya kiroho, uprofesa haukushindi vita ya kiroho, akili ya kibinadamu ya namna yote haikushindi vita ya kiroho, kwa sababu aliyeshinda ni mmoja, ni Yesu Kristo. Na ukitaka kushinda vita yako, kaa ndani yake, halafu naye akae ndani, halafu mketi pamoja naye. Kuna watu wanaenda kushinda vita yao ya kiroho hapa kwa jina la Yesu. Kuna watu ambao mizigo itawaachia kwa jina la Yesu. Kuna watu ambao wataenda kushinda vita yao ya kiroho kwa jina la Yesu. Kuna watu mnashinda vita yao ya kiroho kwa jina la Yesu. Sema amen. Hakuna mwingine, yaani ukisikia nabii yoyote, mtume yoyote, hawezi kuelezea vizuri kuhusu Yesu Kristo ni nani. Huyo mtume, huyo nabii, huyo mchungaji hajui chanzo cha ushindi wetu. Na wakati mwingine kuna mwewe nyingi. Hebu sema mwewe. Kuna mwewe nyingi sana. Yaani watu wanajifunza hivi, wanaleta sayansi ndani ya kanisa, hakuna sayansi. Sayansi walikuwa nayo kabla. Wana philosophy walikuwepo kabla, lakini hawakuweza kumshinda yule aliyeshinda kwenye ulimwengu wa roho. Lakini Yesu Kristo ninaleta habari zake.
Ukitaka kushinda vita yako, fahamu kuhusu Yesu. Ukitaka kushinda hiyo vita ya magonjwa, fahamu kuhusu Yesu. Ukitaka kushinda, fahamu kuhusu Yesu. Unaweza ukawa na uelewa mdogo kuhusu Yesu, na inawezekana kabisa ukawa unakuja kanisani lakini hujaelewa nguvu ya Yesu. Maana najua kabisa ukielewa nguvu ya Yesu lazima ushinde vita yako, lazima ushinde vita. Na kwamba hivi mizimu inasujudu mbele za Yesu. Hakuna mzimu mkubwa unaweza kusimama mbele za Yesu. Hata mimi ni mzimu mkubwa. Kwa hiyo wewe huwezi kwenda mahali. Wewe unachotakiwa kaa ndani ya Yesu, na Yesu akae ndani, halafu mfahamu wewe mzimu wenyewe lazima ukamilishe njia. Makarabasha. Nataka uelewe. Unajua kuna watu wengine mnakutana na vijipepo vidogo vidogo, na wakati mwingine shetani anajivuna mbele yenu. Mimi ni mkubwa sana. Sawa, ni bwana mkubwa. Mimi bwana usijua wewe, sawa. Lakini yuko mmoja anaitwa Yesu Kristo. Haleluya. Haleluya. Nataka nimjue Yesu, na nizidi kumfahamu, nijue pendo lake na
Elimu yoyote ulionayo itakusaidia duniani kwa sehemu ndogo sana, lakini elimu kuhusu Yesu itakusaidia pakubwa sana. Narudia tena. Unaweza mtume, unaongea habari ya Yesu wakati ulishamjua. Uthamani wa jina la Yesu au jina la Yesu linakuwa na nguvu kulingana na jinsi unavyoelewa kwa kina. Na ukielewa kwa kina, sura ile ya 5, sura ile ya 2 mstari wa 5 na mstari wa 10. Naomba msomaji aliyepata hapo atusomee kitabu kile cha Wafilipi, sura ile ya 2 mstari wa 5 na wa 10. Karibu, kama kuna msomaji hapa chap chap. Nitasoma mstari wa 1. Chukua maiki. Bwana Yesu asifiwe. Hebu angalia jirani yako, mwambie ushindi wako tayari upo. Msalimie jirani yako, mwambie ushindi wako tayari upo. Ukiona umeshika mahali ni kitu ujui. Bwana Yesu asifiwe sana. Ushindi wako tayari upo. Karibu. Wafilipi 2 mstari wa 5. Iweni na nia hiyo ndani yenu, ambayo ilikuwamo pia ndani ya Kristo Yesu, ambaye yeye mwanzo alikuwa yuna namna ya Mungu, yuna namna ya Mungu, naye hakuona kule kuwa sawa na Mungu, hakuwa sawa na Mungu kuwa ni kitu cha kushikamana nacho, bali alijifanya kuwa hana utukufu. Alijifanya kwamba hana utukufu, akatoa namna ya mtumwa, akawa ana mfano wa wanadamu, tena alipoonekana ana umbo kama la mwanadamu, alinyenyekeza akawa mtii hata mauti, na mauti ya msalaba. Kwa hiyo Mungu alimwadhimisha mno. Akamkirimia jina lile lipitalo kila jina. Ili kwa jina la Yesu kila goti lipigwe, na kila ulimi ukiri kuwa Yesu Kristo Bwana, na kila ulimi ukiri kwamba Yesu Kristo ni Bwana, kwa utukufu wa Mungu Baba. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa nataka kidogo tuangalie hapa. Yesu alikuwa na utukufu kabla. Yesu alikuwa na heshima kabla. Hakuja duniani kutafuta kiki. Hebu msalimie jirani yako, mwambie Yesu hakuja duniani kutafuta kiki. Yaani hakuja kutafuta hukumu. Yaani Yesu hakuja duniani. Biblia inasema alikuwa ni Mungu, akajivua ule uungu. Alikuwa na utukufu, akajivua ule utukufu. Alikuwa na heshima, akajivua ile heshima. Alafu akajinyenyekeza, akawa mfano wa nani? Wa mwanadamu. Biblia inasema akajinyenyekeza hata mauti ya msalaba. Biblia inasema na kwa sababu hiyo Mungu akamtukuza, akamkirimia jina lipitalo kila jina. Hivi kwa vitu vya mbinguni goti lipigwe, na vitu vya duniani goti lipigwe, na vitu vya chini ya nchi goti lipigwe. Sasa kwa nini Yesu alijinyenyekeza? Halikuja kwa ajili ya kutokoa. Alitokoa namna gani? Maana wote tulikuwa gizani. Kwa hiyo ikabidi aje ili aje ya kwanza mstari ule wa 13. Kitabu cha Kolosai. Bwana Yesu asifiwe. Msalimie jirani yako, mwambie fahamu nguvu ya jina la Yesu kwenye ulimwengu wako wa roho.
Watu wengine mnalisema jina la Yesu, lakini hamjajua jina la Yesu lina madhara gani unapolitamka upande wa giza. Lina madhara makubwa sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kitabu kile cha Wakolosai sura ile ya kwanza mstari wa 13. Karibu sana. Naye nasema naye alituokoa katika nguvu za giza, akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake, ambaye katika yeye tuna ukombozi, yani msamaha wa dhambi. Ambaye katika yeye tuna ukombozi, yani msamaha wa dhambi. Halitushuti kutoka kwenye ufalme B na kutuleta kwenye ufalme A. Halafu sasa baada ya kutuhamisha sasa akatufanya kuwa watawala. Kitabu kile cha Ufunuo. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka uelewe, kuna kitu nataka ukijue. Kuna mwingine ananiambia, mchungaji, mbona mimi nimelitumia sana jina la Yesu, mbona kuna matokeo kidogo? Nitaenda kuonyesha kwa nini matokeo kidogo na jina la Yesu lina nguvu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini matokeo kidogo na jina la Yesu lina nguvu? Nitaenda kuonyesha. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna vitu ambavyo unatakiwa ufanye, kuna aina ya lifestyle ambayo unatakiwa uishi ili nguvu ya jina la Yesu ifanye kazi. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaweza kuwa unalitumia jina la Yesu lakini una nguvu za kiroho. Hao umeachanisha na ulimwengu wa roho. Unalitamka jina lenye nguvu kwenye ulimwengu wa roho, lakini wewe mwenyewe umehusika, hauna nguvu za kiroho. Bwana Yesu asifiwe sana. Karibu sana. Ufunuo sura ile ya 5 mstari wa 9. Bwana Yesu asifiwe. Katika kitu ambacho utakiwa kuwa nacho ni pepo. Pepo inataka nini kwako? Katika kitu ambacho unatakiwa kisiwepo kwako, wewe unanisikia, ambao uko ndani ya Yesu Kristo, ni kitu kinachoitwa pepo. Pepo inakaaje ndani ya mtu aliyenunuliwa? Hebu wewe ndio mwambie, katika kitu ambacho kikikuona kinataka kukimbia mpaka kivunjike mguu, ni pepo. Yaani ukikutana na pepo namna hii, inataka ukimbie, sio ukimbie pepo. Ukikutana na mchawi anataka apate shida, sio wewe pate shida na mchawi. Kaniloga sana, kakuloga wewe ndio umeshika, sio mchawi. Mbona tumelaki ni hapa ndani? Bwana Yesu asifiwe sana. Karibu sana. Nao waimba wimbo mpya wakisema, wastahili wewe kukitwaa hicho kitabu na kuzifungua muhuri zake, kwa kuwa ulichinjwa ukamnunulia Mungu kwa damu yako. Ukamnunulia Mungu kwa damu yako watu wa kila kabila na lugha na jamaa na taifa. Watu wa kila kabila, Masai, Meru, sijui Mdengereko, Meru, hakanunuliwa. Yaani maana yake yeye alisema hivi, sasa Shetani hao watu uliwachukua, sasa mimi nalipa kesh. Na nalipa nini? Nalipa damu yao. Amina. Yaani ni vile kwamba tulikuwa tumeuzwa na tulikuwa tunatawaliwa kwenye ufalme mwingine. Halafu akaja Mwokozi. Hata huyo Mwokozi ili atokoe, ili apigwe mpaka afe. Akasema mimi niko tayari kupigwa mpaka nife na damu yake imwagike. Kazi ya hiyo damu ni nini? Ni ili kununua hao watu mliochukua. Akasema akatoa uhai wake, akachinjwa ili atununue. Hebu rudia tena mshaka. Nao waimba wimbo mpya wakisema, wastahili wewe kukitwaa hicho kitabu na kuzifungua muhuri zake, kwa kuwa ulichinjwa ukamnunulia Mungu kwa damu. Ukamnunulia Mungu. Hebu sema ukamnunulia Mungu. Hebu sema ukamnunulia Mungu. Sio kwa dola ya Marekani, sio kwa randi ya Afrika Kusini, sio kwa paundi ya Uingereza. Akamnunulia Mungu watu. Maana yake wote waliookoka ni watu ambao walikuwa wameuzwa kwa Shetani. Halafu Yesu akawanunua kwa damu yake, akawahamisha, akawaleta kwake. Kwa hiyo sasa, kama wewe umenunuliwa na
lakini lazima tushinde au lazima tumiliki kwa vita. Nataka kukuonyesha. Bwana Yesu asifiwe sana. Akamnunulia Mungu kwa damu yake watu wa kila kabila na kila taifa, akiwepo mchungaji akiwepo nabii Hanet, akiwepo mzee wangu pale, akatununua pale. Haleluya. Na baada ya kutununua, hatuko tena kwa jina la shetani, hatuko tena kwa mamlaka ya giza. Kwa hiyo hatuna tena uhusiano na kuzimu tena. Yesu akulipa nusu, alilipa kesh kwa bei ya mauti yake. Alilipa kesh. Kuna siku moja nilikutana na vita fulani kama message address vile. Zamani nilikuwa muongo, nilikuwa nani? Sasa nimesamehewa na nimenunuliwa. Halafu watu wanauliza hivi wewe sababu zote Yesu alishafutaka zote. Kwa hiyo nakuamrisha achia. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu msalimia kushoto kwako na kulia kwako, mwambie umenunuliwa. Hebu msalimia wa kushoto kwako na kulia, mwambie umenunuliwa. Umenunuliwa. Hivyo vitu vya kishetani vinavokung'ang'ania ni kwa sababu tu hujaelewa, na leo kwa sababu umeelewa utavifukuza na vitaondoka. Huyo anayezuia biashara anazuia tu kwa sababu hujaelewa. Ukishaelewa unaliachilia jina la Bwana Yesu. Nataka nikuonyeshe. Unajua jina la Yesu lilianza kufanya kazi kuanzia Agano la Kale. Mchungaji unaongea kitu gani? Jina la Yesu lilianza kufanya kazi kuanzia Agano la Kale, ila zamani alikuwa anaitwa Bwana. Daudi akakutana na yule Mfilisti. Ile vita ya Daudi na Mfilisti ilikuwa inapigana mwilini na roho. Anamwambia wewe Mfilisti, unanijia kwa panga na kwa fumo, lakini mimi ninakujia kwa jina la Bwana Mungu wa majeshi uliotukana leo. Leo nitakupiga kwa jina la Bwana na hawa watu utawaachia. Nataka nikuambie hivi, kila vita ambayo ilikuwa imekukamata, ninasimama niseme haina uhalali kwenye maisha yako katika jina la Yesu. Na nikuachia sasa kwa damu ya Yesu. Nasema hivi kwa sababu ya gharama ya Yesu aliyoifanya pale msalabani, natangaza vita yako imeisha kwa jina la Yesu. Nasema kila kilichokushikilia cha shetani ninaamuru kiachie, kwa sababu wewe sio mali yake. Wewe sio mali ya shetani. Wewe sio mali ya mizimu. Wewe sio mali ya matandiko. Wewe sio mali. Kila aliyekuwa anazuia uchumi wako, anazuia biashara yako. Maana kuna wengine akili ya biashara wanayo, ufahamu wa biashara wanayo, lakini kuna kitu limesimama kwenye ulimwengu wako linasema wewe upite hapa. Na mimi nasema hivi, huyu mtu atapita. Nasema huyu mtu atapita kwa jina la Yesu. Kwenye ulimwengu wangu wa roho, kila mahali nilipozuiwa katika ulimwengu wa roho, kwa jina la Yesu Kristo, ninavuka hapo, ninavuka hapo, navuka hapo, navuka hapo, navuka hapo. Simama kupitia mizimu, kupitia wachawi, kupitia waganga, kunizuia kwenye ulimwengu wa roho. Leo namuondoa kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kila zuio la kiroho lenye uhalali
ameinuliwa na imeandikwa, nilikufa pamoja na Yesu na nimefufuka pamoja naye na nimeketishwa juu sana kuliko ufalme wote, kuliko kila jina, kila usultani, katika jina la Yesu. Kwa hiyo kuanzia sasa, kila nguvu iliyoshindana na mimi kwenye ulimwengu wa roho, haijalishi inatokea wapi, leo ninaishinda kwa jina la Yesu, 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 kwa jina la Yesu. Saa hii naishinda, naishinda kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu Kristo, Mwana wa Mungu aliye hai. Sema kwa jina la Yesu, kila mizimu iliyokuwa imesimama mbele yako kwenye biashara yangu, kila ushauri uliokuwa umesimama mbele yako ili kuzuia hatua yangu, ili kuzuia huduma yangu, ili kuzuia huduma yangu, leo naiondoa kwa jina la Yesu, naiondoa kwa jina la Yesu, naiondoa kwa jina la Yesu, naiondoa kwa jina la Yesu. Naondoa sasa, naiondoa sasa. Unasimama mbele yangu, nataondoa. Unasimama mbele yangu, nataondoa, nataondoa. Right now in the name of Jesus. Naondoa, 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 naondoa. Unasababisha magonjwa, unaondolewa kwa jina la Yesu, 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 kwa jina la Yesu. In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. In the name of Jesus Christ, in the mighty name of Jesus, in the mighty name of Jesus. Vita yote leo inaendelea kwenye hiyo madhabahu, vita yote leo inaendelea kwa mtumishi wa Bwana, vita yote leo inaendelea kwenye ulimwengu wa roho mahali hapa. Nasimamisha jina la Yesu kwenye ulimwengu wa roho, kwa jina la Yesu Kristo. Kuna watu wanafunguliwa, kuna watu vitu vilivyosimama mbele yao vinaondolewa saa hii kwenye ulimwengu wa roho. Naona mapepo yanaachia, nguvu za giza zinaondoka. Piga hatua, piga hatua, piga hatua, piga hatua. Kuna watu wamezuiliwa kwenye ulimwengu wa roho, wanaachiwa sasa, wanaachiwa sasa, wanaachiwa sasa. Wengine wali kuna mizimu ya kuachia. Sema katika jina la Yesu, aliyesimama mbele yako kwenye eneo la uchumi, aliye na jina, aliye na jina, aliye na mamlaka ya kiroho, kama ilivyoandikwa, huyo aliyepaa juu sana alishuka chini mpaka pande za chini, na akamwambia shetani, funguo za kuzimu na mauti, na kumtangazia wewe nyoka, wewe nyoka, Yesu alikushinda.
kushinda kwenye ulimwengu wa roho. Bwana Yesu asifiwe sana. Nisikilize, haya usiku hivi. Unajua kwa nini tunapigana vita vya kiroho ili kupata mafanikio? Kwa sababu adui alishikilia vitu vyetu. Kwa hiyo ndio maana tumepewa jina lenye nguvu, ili kwa jina hilo tunyang'anye kile cha kwetu ambacho tunatakiwa tuwe nacho. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana pamoja na kuokoka lazima ujue kupigana vita vya kiroho. Hebu sasa ndio mwambie, pamoja na kuokoka lazima ujue kupigana vita vya kiroho. Na vita vya kiroho tunazo silaha tunazotumia, na silaha moja wapo ni jina la Yesu, na silaha nyingine ni damu ya Yesu, na silaha nyingine ni moto wa Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini jina la Yesu lina nguvu sana. Yaani nisikilize, ungeelewa usingekaa uhangaike, ungetulia kwenye madhabahu utulie. Unajua watu wengi wanakuwa ni machizi wa kiroho, sema machizi wa kiroho. Wanashinda kutambua uwezo wa jina la Yesu, unakuta wanazurura kwa manabii ili kutafuta msaada. Ukweli kabisa, ukielewa kinachokufundisha, hakuna kitakachoweza kusimama mbele yako kafanikiwa. Yaani nataka nikwambie, unahitaji tu kuelewa kila kitu kina hakikati. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Okay, funga kitabu kile cha Efeso. Kitabu cha Efeso. Efeso sura ile ya kwanza mstari wa 17. Kitabu kile cha Efeso. Bwana Yesu asifiwe sana. Msalimie nataka kumwambia, vita yangu ya kiroho Yesu ameimarisha. Msalimie tena mwambie, vita yangu ya kiroho Yesu ameimarisha. Mwambie mwenzako tena, vita yangu ya kiroho Yesu ameimarisha. Haleluya. Kama unaamini vita yako ya kiroho Yesu ameimarisha, piga makofi. Kama una uhakika, piga makofi. Kama unaamini, piga makofi ya shangwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Karibu soma kitabu cha Efeso sura ya kwanza mstari wa 17. Na nasema Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba wa utukufu, awape ninyi roho ya hekima na ya ufunuo katika kumjua yeye. Hebu rudia, tusome wote kanisani. Tusome wote kanisani. 1 2 3 tusome. Awape ninyi roho ya hekima na roho ya ufunuo katika uwezo wa kujua jina la Yesu kiroho. Na ukilijua jina la Yesu kiroho utapata matokeo. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Yesu linatenda kazi katika roho, na chochote kinachotendwa katika roho waga kinaathiri pia ulimwengu wa damu na nyama. Nataka nikwambie, ukishinda vita yako katika roho, automatically unaishinda vita yako katika mwili. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani ukishinda vita yako katika roho, Yesu aliposhinda mauti na kuzimu, unajua alikuwa asubiri watu wamfungulie mlango ili aingie. Alikuwa anaingia hata watu hawajamfungulia mlango, maana yake hapakuwa na nguvu yoyote inayoweza kuzuia. Na wewe ukimfahamu Yesu kwa kiwango kile, unajua hakuna nguvu itakayoweza kukuzuia tena katika jina la Yesu. Endelea kusoma. Endelea kusoma. Mstari wa 18. Macho ya mioyo yenu yatiwe nuru, mjue tumaini la mwito wake jinsi ilivyo, na utajiri wa utukufu wa urithi wake katika watakatifu jinsi ulivyo. Mstari wa 19. Na ubora wa ukuu wa uweza wake, na ubora wa ukuu wa uweza wake ndani yao waaminio. Ndani yetu tuaminio jinsi ulivyo, kwa kadri ya utendaji wa nguvu za uweza wake aliyoutenda katika Kristo alipomfufua katika wafu, akamweka mkono wake wa kuume katika ulimwengu wa roho, juu sana kuliko ufalme wote. Hapo nataka tuangalie juu sana kuliko ufalme wote, na mamlaka, na nguvu, na usultani, na kila jina litajalo, na wala si ulimwenguni humu tu, bali katika ule ujao pia. Na matumizi
hii hapa. Nataka uelewe vizuri. Hebu tusome tena huo mstari wa ngapi? 19. Nataka usome tena. Soma tena. 1 2 3. Nataka tusome kwa uelewa. Nataka uelewe hii wiki ilipoingia. 1 2 3. Juu sana kuliko ufalme wote na mamlaka na nguvu na usultani na kila jina litajwalo. Maanake hivi, Yesu aliposhinda akafa akafufuka, alishinda falme, yani yuko juu ya falme. Sawa? Na ukisoma falme, ukitaka kufafanua hapa, naomba nipe ruhusa kidogo nifafanue juu ya falme. Ni kitu gani nguvu ya kiroho iliyoka kwa namna ya kifalme inaweza kutenda kwako? Naomba nipe dakika chache ya kukosa Mungu, sitaenda kulingana na mtiririko nilivyoandika. Naomba niende kulingana na jinsi. Nataka nikuonyeshe namna falme zinazoweza kukudhibiti. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka nikuonyeshe kidogo. Kitabu kile cha Isaya 45 mstari ule wa kitabu cha Isaya 45 mstari wa kwanza. Na soma mstari wa kwanza. Karibu. Nao nasema haya ndio Bwana amwambiayo Koreshi masihi wake, ambaye nimemshika mkono wake wa kuume ili kutiisha mataifa mbele yake, nami nitalegeza viuno vya wafalme, ili kufungua milango mbele yake. Maana yake kazi mojawapo ya mapepo au mamlaka zilizokaa kwa namna ya kifalme ni kuzuia malango yako ya mafanikio. Narudia. Yani ukiona milango yako imefanikiwa, imezuiwa ya kiuchumi, haliyezuia ni aina ya roho zilizokaa kwa namna ya kifalme katika ulimwengu wa roho. Sasa Yesu hapo kwenye kitabu hiki anasema naye akakirimiwa jina lipitalo majina, akainuliwa juu sana. Anasema ili kwamba, hebu turudie ule mstari wa ngapi? Kitabu kile cha Efeso mstari ule wa 19. 1:19. Akainuliwa juu kuliko karibu. Nataka unajua tatizo ni kwamba ukielewa hivi, tunamwona hapa Zerubabeli anaambiwa mimi Mungu nimekushika mkono. Kwa tafsiri nyingine Mungu yuko pamoja na wewe. Lakini kuna mamlaka ambayo kuna msimamizi wa milango yako. Na huyo msimamizi ili aweze kuachia lazima avunjwe. Unaweza kuwa unang'ang'ana na milango yako ya kiuchumi haifunguki. Kumbe kuna roho imekaa kwenye namna ya kifalme katika ulimwengu wa roho. Kwa hiyo inatakiwa ipigwe kwanza ile ili milango yako ifunguke. Karibu sote. Na ubora wa ukuu wa uweza wake wetu tuaminio jinsi ulivyo. Mstari wa 19. Ndio. Waefeso 1:19. Na ubora wa ukuu wa uweza wake ndani yetu tuaminio jinsi ulivyo kwa kadri ya utendaji wa nguvu za uweza wake aliyotenda katika Kristo alipomfufua katika wafu, akamweka mkono wake wa kuume katika ulimwengu wa roho juu sana kuliko ufalme wote. Kwa hiyo katika nguvu ambayo inashindana kiroho ameweka pia ufalme. Na hapa alipoweka ufalme, ameweka ufalme kama mtu na ufalme kama roho. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo sasa, kama kuna nguvu ambayo imezuia malango yako, ukitaja jina la Yesu, ile nguvu lazima iachie. Kwa nini? Yesu alitukuzwa kuliko nguvu. Soma kitabu kile cha Efeso. Kitabu cha Efeso 6 mstari wa ngapi? Unaona anasema kwa maana kushindana kwetu si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka katika ulimwengu
Roho. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo unapolitaja jina la Yesu, kama kuna mamlaka imesimama kwa namna ya kifalme, inaachia. Sema kwa jina la Yesu. Sema katika jina la Yesu. Sema katika jina la Yesu. Kila aliyezuia, kila aliyekaa kwa namna ya kifalme, kila roho yenye cheo cha kifalme kwenye ulimwengu wa roho iliyofunga, inayosimamia malango yangu ya uchumi, kwa jina la Yesu ninaivunja kwa jina la Yesu. Iachie sasa katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Kama ningekuwa na muda, ningekuja kukuonyesha namna falme, namna ya mamlaka zinavyotenda kazi kwenye ulimwengu wa roho. Lakini kwa sababu sina muda kwa leo, ninaomba tu niende na wewe kwenye swali letu tulilojiuliza, kwa nini watu wengi wanatumia jina la Yesu na hawaoni matokeo? Na wakati jina la Yesu lina nguvu. Kanisani kuna waliokuja kusali, kuna waliokuja kuangalia madhabahu imefananaje, kuna waliokuja kuangalia mchungaji kavaa nguo ya aina gani, na kuna waliokuja kwa ajili ya kupata maarifa ya kushinda vita vyao vya kiroho. Haleluya. Kwa hiyo wale waliokuja kwa ajili ya kushinda vita yao ya kiroho, wale wanasikiliza kwa makini kwa ajili ya kwenda kuingiza kazini. Na kuna mwingine anakuja kanisani ili aombewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana anakuja kutoazima unga. Na kuna watu wametaka kuja kupata maarifa ili waende wakawe washindi. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa kwa nini watu wengi sana wanatumia jina la Yesu na hawaoni matokeo? Jambo la kwanza, wengi wanakuwa hawajajitoa kikamilifu kumfuata Yesu. Asilimia wengi wanaweza wakawepo kanisani hata mwaka, lakini ukweli kabisa maisha yao ya kila siku hawajajikana kumfuata Yesu kikamilifu. Tuko hapa kanisani bado tunaanza. Bwana Yesu asifiwe sana. Asilimia watu wengi wanaona hawajajikana, yaani ni hivi, wanamsema Yesu akiwa kanisani, ila kule nyumbani hawaishi maisha ya nani? Ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukijitoa kikamilifu, anasema iweni ndani ya hiyo iliyokuwa ndani ya nani? Ya Yesu. Maisha ya Yesu akiwa hapa duniani alikuwa ni mtu wa kuomba. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa jambo la kwanza nimesema, ili uweze kulitumia jina la Yesu liwe na matokeo, kwanza kabisa ujitoe kwa Yesu, ukae ndani ya Yesu na ujitoe kwake kikamilifu. Haleluya. 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 Jambo la pili ambalo naweza nikaliongelea ni kuwa na imani. Ili jina la Yesu lifanye kazi ndani yako, linadai imani ndani yako. Ili jina la Yesu lifanye kazi ndani yako, linadai imani. Kitabu kile cha Matendo ya Mitume sura ile ya 3 mstari ule wa 3, alafu utaenda kusoma, naomba utaenda kusoma nyumbani kwa ajili ya muda, kwa ajili ya muda. Maana nataka kuna watu wengine hapa nataka tuombe nao. Bwana Yesu asifiwe sana. Na nataka nikikuombea hapa, ukitoka hapa hakikisha unakuwa kwenye hii madhabahu, unakuwa mwaminifu. Kwa sababu kitu kingine ni kwamba yale kunakuwa na watu ambao hawajatulia. Yaani ni hivi, nisikilize nikwambie, kuna tofauti ya mtu aliyemfuata Yesu na mzururaji. Jamani, Bwana asifiwe. Unapenda kuambia ukweli au unapenda kudanganya? Bwana Yesu asifiwe sana. Ukitaka kuona ushindi wako lazima utulie. Bwana Yesu asifiwe sana. Lazima utulie na wakujua kwenye maisha yako, unatakiwa umjue Yesu sana na ujitoe kwa Yesu sana ili uone matokeo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiniambia, yaani wewe unaniambia mbona jina la Yesu alifanya kazi, mimi nakushangaa. Mimi nitakushangaa. Maana mimi Yesu amefanya kazi kwa mwenyewe. Ninaona kazi
kwangu mimi. Haleluya. Mshamiji na neno mwambie hata kama nikuponye kiwete hivi. Wangapi nishawaona kiwete amepona? Kama ushawaona kiwete amepona. Ulishawahi kufuatilia maisha ya ile kiwete baada ya kupona? Nani alishawahi kuona mtu ameponywa hapa alafu akafuatilia maisha yake baada ya kupona? Unajua watu wengi waga wanashangilia muujiza. Nataka nikwambie, ndio maana unishawishi kufanya muujiza ili watu wanitazame. Hivi sasa kwa mfano, nikifanya muujiza hapa nakusaidia nini? Yesu umeshamwamini Yesu. Nikienda kwa watu ambao hawamjui Yesu, tunapiga mira kwa hiyo ongea. Wewe unatakiwa umjue Yesu uliyemfuata. Tayari umemfuata Yesu wewe. Wewe unatakiwa umjue. Sasa wewe unataka uone muujiza. Wewe ndio mpenda muujiza. Wewe hapo ndio unatakiwa ufanye muujiza, maana Yesu yuko ndani yako. Yaani wewe ndio mtume, wewe ndio nabii, wewe ndio kila kitu. Unataka ufanye maajabu. Sasa sababu ya udogo kumuelewa Yesu, unahangaika. Watu wengi sana wanafanya vitu pasipo kumsikiliza hata kwa mtakatifu. Mungu anakuambia kaa kwenye hii sababu ukisikia nabii wa buluu umeenda kule. Akitokea wa njano umeenda kule. Akitokea wa kijani wewe uko pale. Kichwa kikabandikwa mkono mpaka unataka kuona kipawa. Nataka nimjue. Hebu tuimbe. Na ufanyaje? Ujikane. Jambo namba 2, inua kiwango chako cha imani. Inua kiwango chako cha nini? Cha imani. Na Yesu akasema mtu akiniamini akiwa na imani kiasi cha punje ya haradali. Jamani, hamna haradali hapa nje. Punje ya haradali. Wanaofahamu haradali, ukibonyeza kile kiharadali kinakuwa na kapunje kadogo. Yaani ukiwa na imani kama kapunje kale, utauambia, sio nabii atauambia mlima ng'oka. Anasema wewe utauambia mlima huu ng'oka. Amaanishi kwamba utatutolea mlima wetu wa Mengo hapa, unaleta hali ya hewa nzuri, halafu unaupeleka kule bondeni. Hata mimi mwenyewe utakataa, maana mimi mwenyewe ni Mmengo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndagoma. Anamaanisha kuna vitu vimesimama kwenye maisha yako kama mlima. Anasema wewe ambaye umejikana na una imani katika Yesu Kristo, utauambia mlima huu ng'oka na ukatupa baharini. Na Biblia anasema hapa takuwa na jambo lolote lisilowezekana kwako. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwambie namba 1 ni kujitoa kwa Yesu kikamilifu. Kwa Yesu kikamilifu. Hebu nikwambie, mama mimi ninaamini kabisa kuna vitu waga unapokea bila kuomba. Unafikiri kwa nini unapokea bila kuomba? Kwa sababu kwanza haumtaki Yesu kwa ajili ya vitu. Unafanya kazi ya Yesu, alafu Yesu anafanya kazi yako. Halo. Sasa hivi ukiniona hapa nimetoka jasho. Niko jobu hapa. Haleluya. Kwa hiyo nishangaa tukitoka hapa nje kwenye simu yangu ikaingia 500,000 au milioni 2. Isikusumbue, maana niko kazini. Fanya Yesu akulipe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo nimesema jambo la kwanza ni kujitoa kikamilifu. Mtu yeyote aliyejitoa kwa Yesu kikamilifu na utendaji wa Yesu kwenye ulimwengu wake wa roho unakuwa mkubwa. Na mtu aliye na imani katika Kristo Yesu, utendaji wa Mungu unakuwa kikamilifu wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Tukichukulia mfano wa Petro kwanza alijikana akaacha vyote. Kwa hiyo alipofika mahali akamkuta kiwete, akasema sina fedha wala sina dhahabu, hebu muulize mwenzako, wewe umebeba nini ndani yako?
Mwambie mwenzako kule mtaani wako unatoa nini?